الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile alivyotukusanya hapa kwa pamoja katika nyumba yake hii tukufu katika rawda min riyadil janna wa suq min aswaq al-akhirah, tunamwomba Rabbi kwa ukarimu wake na rehema zake akatukutanishe pamoja na kipenzi chake mtume wake bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake ya juu al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Tunamwomba Rabbi wale wagonjwa miongoni mwetu awatatulie magonjwa yao, Rabbi aondolee magonjwa yao na wajalie ni sababu ya kuinuliwa daraja zao na awape subra wauguzi wao. Na sisi tunamwomba Rabbi atupe mwisho uliokuwa mwema, tuongoze wake zetu na watoto wetu, na atupe katika miongoni mwa ambao kwamba watakuingizwa katika pepo yake ya Firdaus al-A'la. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikhwata al-iman, bila kupoteza muda tunaingia moja kwa moja kwenye darsa yetu ambayo tumejilazimu wenyewe kujifundisha mawarith, somo la mirathi. Alhamdulillah rabbil alamin, tumshukuru Allah, tumepiga hatua kiasi fulani tangu kuanza kwenye ahkam za wasia tukazimaliza, lakini vile vile tukaingia mambo kabla ya kugawa mirathi, ni mambo gani ya kufanyika. Sasa hivi naamini mtu yote anafahamu kwamba la mwanzo ni kuandaliwa yule maiti, kulipa madeni yake, kisha kutekeleza wasia wake, kisha jambo la nne ndio mirathi. Tuko kwenye mirathi. Mirathi tumesema kwamba inagawanyika katika mafungu mawili. Kuna watu ambao kwamba wanurithi kwa mafungu, ambao kwa hakika hawa ukiwadhibiti, ukiwaweza kuwajua yale mafungu yao na jinsi wanavyorithi, wewe tayari umeifahamu ilmu hii kwa asilimia kubwa. Jambo la pili, kuna watu ambao kwamba wao hawarithi mafungu, wao wanarithi kile kilichobakia, au baada ya kutoa wale watu wa mafungu yao, kilichobakia ndio wanachorithi wao. Na katika hao wanaorithi mafungu wako watu 12 tu. 12 tu, ukiweka kichwani wako watu 12, basi wewe umemaliza. Katika hao watu 12, 8 ni wanawake, waliobakia 4 ndio wanaume. Sasa katika wale 8 wanawake ndio tuko nao tunawaelezea kwa sababu yale mafungu yako 6 yanorithiwa. Sasa mafungu yale wanaorithi wengi wao ni wanawake, 8 wote ni wanawake, wanaume wako 4 tu. Sasa sisi wale wanaume 4 leo nataka niwaelezee, alafu turudi zetu kwenye darsa ili tukienda tunawajua vizuri. Mwanamume wa mwanzo anaingia kwenye mafungu ni mume. Mume ndio mwanamume wa mwanzo anaingia kwenye mafungu. Sheikh Yusuf, mume ana hali ngapi huyo? Ana hali 2 tu. Mume ana hali 2 za kurithi. Tukisema mume ana hali 2 za kurithi, anakuwa aliyokufa nani Sheikh? Mke ndio aliyokufa. Hali ya mwanzo anarithi ngapi? Nusu. Hii hapa. Hali ya pili robo. Hii hapa. Huyu ni mwanamume wa mwanzo anaingia kwenye mafungu. Tumemaliza. Anarithi nusu endapo yule marehemu mkewe aliyokufa hana mtoto yoyote. Yuko amekufa hana mtoto yoyote. Ni mtoto ndo anaangaliwa. Haangaliwi ana baba wala haangaliwi ana mama yule marehemu. Haangaliwa mtoto. Marehemu anaye mtoto, mume mpe robo ya mali. Marehemu hana mtoto, mume mke nusu ya mali. Usiulize ana mama wala ana baba yule marehemu. Wewe angalia mtoto tu ndo anaangaliwa. Ana mtoto robo, hana mtoto
nusu. Ndio sheria ilivyoweka hivyo, ndio sheria ilivyoweka. Mwanamume wa pili anerithi mafungu. Tutaja wanaume tu, tumesema wako wanne. Wadhibiti hawa wanaume wanne ambao mafungu yetu tuliokuwa nayo ni haya hapa. Tuna fungu la mwanzo, thumun, robo, nusu. Tuna sudusi, tuna thuluthani, tuna na thuluth. Haya ndio mafungu yanayorithiwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yako mafungu 6. Katika haya mafungu 6, haya yote yanarithiwa na watu 12. Tumesema 12, wanaume ni 4, wanawake ni wangapi? 8. Sisi sasa hivi tuko katika kuwachambua hawa wanaume wachache tupate kuwajua, alafu tutarudi kwenye darasa yetu inshallah. Mwanamume wa pili anerithi fungu ni nani? Ni baba. Baba ni katika mwanamume wa pili anerithi haya mafungu. Tumeelewana? Baba yeye huyu, tukisema baba ni mrithi wa mafungu, lazima ujue mpaka useme baba aliyekufa ni nani. Yani kufa wewe mtoto, sasa una baba yako. Wewe mtoto ndio ufe, baba yako twamzungumzia sasa. Yule baba yako alikuleta wewe, ambaye ni sababu ya kuja wewe duniani, yule baba yako anakurithi kitu gani? Huyu mume tumemwona hali zake. Huyu ongeza, haanguki. Yani haitokei huyu mume akaanguka kwenye mirathi kwa hali yoyote ile, isipokuwa yakipatikana vile vizuizi vyenye kumwangusha. Akifanya kama nini? Akiua, ndio ataanguka, lakini hakuna kizuizi chengine, hakuna wa kumzuia huyu asirithi. Wa pili ni huyu baba. Baba naye sharti hili analo, jambo hili, haanguki kwenye mirathi katika hali yoyote, isipokuwa ikitokea kafanya yale ambayo kwamba ya kumzuia, hapo atazuilika kwenye mirathi. Huyu baba ana hali 3 kwenye mirathi. Ana hali ngapi? 3 kwenye mirathi. Hali ya mwanzo anarithi sudusi. Sudusi, yafahamika sudusi ni hii hapa, ambaye ni 1 ya 6. Yani ile mali nzima itagawiwa mafungu 6, fungu 1 ndio atalichukua nani? Baba. Hii endapo yule mwanawe aliyekufa ana mtoto wa kiume. Yule mwanae aliyekufa ana mtoto wa kiume, baba ataangua achukue sudusi tu. Utajiuliza swali, je, akiwa na mtoto wa kike? Akiwa na mtoto wa kike, yule aliyekufa, baba anachukua sudusi hivyo hivyo, lakini ana question mark, anasubiri kilichobakia tena, akisubiria yeye. Tumeelewana hapo jamani? Baba ana hali 3. Hali ya mwanzo anarithi sudusi peke yake endapo yule marehemu mwanawe aliyekufa ana mtoto gani? Wa kiume. Yani leo wewe hapo fanya umekufa, ndio una baba yako. Sasa jichukulie wakati wafa una mtoto wa kiume, baba yako atakurithi sudusi ya nini? Ya mali. Sudusi peke yake, atatafuta sehemu ende zake, apewa sudusi yake, enda zake. Swali utajiuliza, je, ikiwa marehemu aliyokufa hana mtoto wa kiume, ana mtoto wa kike, baba atarithi sudusi hivyo hivyo, lakini atasubiri kilicho baki. Tumeelewana mashekhe? Hali ya 3 na ya mwisho, huyu baba anarithi mali nzima, harithi tena viwango, harithi tena nini? Mafungu. Anachukua kilichobakia chote, ikiwa marehemu hana mtoto wa kiume wala mtoto wa kike. Usiseme tena anarithi sudusi wala nini, sema anarithi kilichobakia. Kuna swali hapo mashekhe? Akiwa mmoja, akiwa wawili, baba ni sudusi. Mtoto wa kike akiwa mmoja, wakiwa wawili, baba ni nini? Sudusi. Lakini kwenye mtoto wa kiume akishachukua sudusi yake enda zake. Kwenye mtoto wa kike
anasubiri ule ugawanyo, kilichobakia anakifuata tena. Nikitoe mfano, labda kafa mtu ameacha baba na mtoto wa kike, binti mwanamke, alafu na bwana ana mkewe pia, ana mke, sawa. Huyu mama kwa vile kuna mtoto wa kike twampa ngapi? 1/4. Kuna mtoto wa kike 1/8, Sheikh, sawa. Huyu mtoto wa kike yuko peke yake, twampa ngapi? Nusu. Tutakwenda ile darasa yetu wiki iliyopita. Huyu baba atachukua nini? Sudus. Sasa ukija kugawa haya masala, baba hapa kama kunacho kilichobakia atakisubiri tena akichukue yeye. Tumeelewana vizuri? Utakuja kugawa masala hapa, utasema asili yake ni ngapi, tutasoma mambo ya kimahesabu ambao ni madogo tu, sio mazito. Lakini lau kama kungekuwa na mtoto wa kiume, huyu ni mwanamume, huyu baba atachukua sudusi na hasubiri tena kilichobakia, anaenda zake moja kwa moja, yamtoshe sudusi aliyopata. Lakini mtoto wa kike atarithi sudusi baba, na kilichobakia katika urathi pia anakichukua yeye. Tumeelewana? Na sudusi tupu, hachukui tena kilichobakia, na mtoto wa kiume ndio anemuathiri. Mashekhe, tunajua hili somo kidogo lataka utulivu, kwa hiyo sisi tuko katika wanaurithi haya mafungu. Tumesema hawa watu wote idadi yao wako watu 12, wanawake wako 8, wanaume wako ngapi? 4. Sisi tuko katika kuwachambua hawa wanaume 4, alafu sisi hawa baada ya kuwachambua wanaume 4 tutakuwa tunadili kwenye wanawake 8, ndio tunakwenda kule sasa, sawa. Tumemmaliza mume, tumemmaliza na baba. Mwanamume wa tatu ni babu. Nani? Babu. Babu huyu ni babu upande wa nani? Upande babu ambaye kwamba ule ukoo wako ukitajwa na yeye yumo katika jina lako. Usije ukamchukua babu upande wa mama, hayumo yule babu upande wa mama, hayumo. Tuliyazungumza kwa baba ndio kwa babu hivyo hivyo, ndio kwa babu hivyo hivyo. Tusiingie kwenye ile khilafu ya wanaochuoni na vurugu zao, sisi tuchukue ile kiujumla kwa sasa. Ina maana babu huyu kwanza, ili arithi huyu baba asifanye nini? Asiwepo. Baada ya kutokuwepo huyu, hali zote alizokuwa nazo huyu babu wanazo. Kukiwa na mtoto wa kiume anapata sudus tupo, kukiwa na mtoto wa kike anapata sudus na kilichobakia, kukiwa hakuna mtoto anachukua mali yote. Kuna uzito hapo mashehe? Eti ami la ami usimuingize. Kwanza mjue, tukimsema baba alafu tukimsema babu, lazima kwanza ujue aliyekufa nani. Ami ni mrithi yeye, lakini urithi wake ni daraja ya mwisho kabisa, mpaka hakusekane mtoto, baba, kaka. Ami ni wa mwisho kabisa, kwa sababu kama utakumbuka ile mti wetu tulouchora ule, wakumbuka ule mti tuliuchora hivi, hapa kuna babu, hapa kuna baba, hapa kuna mtoto wa kiume. Hafidhi ipo kule, peleki ile tree waione, msichore sana. Hii hapa, sio ile nyingine, hii hapa. Okay, hapa ndo utaona ameazana ami huyu hapo. Umeona huyo ammi? Umeona? Ushamwona hapo? Ushamwelewa? Kwa hiyo ni mrithi, lakini urathi wake lazima ujue kwanza amekufa nani, ndio umlete ammi. Mrithi wa 4 katika wanaume wa mwisho
Yusufu utamjua, tulimsoma wiki iliyopita. Katika anerithi mafungu, katika anerithi mafungu, mjukuu wa kiume hayumo kwenye mafungu. Atoa ni kaka kwa mama, kaka kwa mama, kaka wa mama mmoja. Kaka kwa mama, kaka yako ambaye kwamba wewe na yeye mmeshare mama tu, kila mtu ana baba yake. Tukazungumza katika juma lililopita kwa nini huyu kaka amekuja kwenye mirathi, pamoja kwamba aliombeba nani ni mama mwanamke. Tukasema warithi wote tuliowasoma, wale warithi, hakuna hata mmoja anayerithi kwa kubebwa na mwanamke zaidi ya huyu peke yake. Huyu peke yake, kaka wa kwa mama na dada wa kwa mama, hao wameingia kwenye mirathi kwa njia ya mwanamke ambaye ni mama ndio aliowaleta. Sasa hawa kwa nini wameingia na njia ya mwanamke na wakaruhusiwa kurithi? Kwa sababu Qur'ani imethibitisha hilo. Wa in kana rajulun yurathu kalala au imra'atun wa lahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Ndio huyu kaka wa kwa mama. Hawa wanne mashekhe, hawa ndio warithi wanaorithi katika wanaume. Wanaorithi mambo gani? Yale mafungu. Huyu kaka wa kwa mama ana hali mbili tu. Hali ya mwanzo ni sudusi, hali ya pili ni thuluthi. Hana hali nyingine. Kwanza huyu, ili arithi huyu asiwepo nani na nani mjomba. Usikumiza hivyo hivyo tu. Ili huyu anazuiliwa na nani? Makaka huyu anazuiliwa na nani? Na baba. Huyu ili arithi asiwepo baba wala asiwepo babu, wala asiwepo mtoto wa aina yoyote, mtoto wa kike wala mtoto wa kiume, ili arithi. Tofauti na makaka wengine na madada wengine, huyu anazuiliwa paka na mtoto wa kike anamzuia, haingii kwenye mirathi. Kwanza kaka wa kwa mama, jamani, kila mtu kishemtasawari kwenye akili yake, kishemjua na kamvuta. Kaka yako uleshea naye mama mmoja, lakini kila mmoja katika nyinyi wawili ana baba yake. Mtu kafa, ana ndugu halisa wa baba mmoja mama mmoja, ndugu halisa baba mmoja mama mmoja, lakini vile vile ana kaka wa kwa mama, kaka yake mama mmoja. Wale ndugu halisa hawana nafasi wa kumzuia huyu kaka kwa mama wala dada kwa mama, hawana uwezo huo. Huyu anazuiliwa na baba wa marehemu, anazuiliwa na watoto wa marehemu, wakiwa watoto wa kike au watoto wa kiume. Hao ndio wenye uwezo wa kumzuia huyu bwana asili. Basi usiseme kuna kaka halisa, kaka halisa hamzuii. Kuna kaka kwa baba hamzuii. Tena kwa mfano, nitakupa mfano mdogo tu. Mtu kafa, ana ndugu halisa, ana ndugu kwa baba, alafu ana ndugu kwa mama, na ana mke. Ana mke, ana ndugu halisa, na ana ndugu kwa baba, na ana ndugu kwa mama, na ana mke, lakini hana mtoto. Huyu mke ana ngapi mashekhe? Mke 1/4, robo. Sawa. Hawa ndugu kwa mama hawa hakuna wa kuwazuia hapa. Wako wengi, wakiwa wengi hawa wanachukua thuluthi. Sawa. Hawa ndugu halisa wanachukua mali iliyobakia yote wanachukua. Hawa ndugu kwa baba hawana chao. Umeona kazi? Yaani ndugu kwa mama wamerithi, lakini ndugu kwa baba hawakurithi.
na huyu mke kachukua robo, hawa wamechukua kilichobakia, hawa wamechukua thuluthi. Kwa ndugu kwa mama wana hali mbili tu kwenye mirathi. Akiwa mmoja peke yake anapata nini? Sudusi ya mali. Wakiwa wengi wanachukua thuluthi ya mali. Wakiwa wengi, wamekutana wengi. Na wanaomzuia hawa kwenye mirathi wasirithi ni watoto wa marehemu, matawi ya marehemu na asili ya marehemu. Asili ya marehemu baba yake na babu yake. Matawi ya marehemu watoto wake wa kike au watoto wa kiume, na chini ya watoto wao na kuendelea, wote wanamzuia hawa. Sawa mashekhe? Hawa ndio katika wanaume wanaorithi mafungu. Hakuna mwanamume mwingine. Mtu atauliza swali, kwa hiyo mtoto wa marehemu mbona hujamtaja harithi? Mtoto wa marehemu harithi mafungu. Mtoto wa marehemu yeye anarithi kilicho baki, hapewi fungu kabisa. Yeye anasubiri ile mali iliyobakia ndio anakwenda kuichukua yote. Mtu kafa, ana mtoto wa kiume na ana mke na ana baba yake mzazi. Huyu baba yake mzazi, kwa vile kuna mtoto wa kiume, atachukua sudusi ya mali nzima. Sawa? Huyu mke, kwa vile kuna mtoto, anachukua thumun. Usije ukasema mtoto wa kiume ukamwingiza kwenye haya mafungu, utakosea. Hayumo kwenye mafungu, utasema achukua kilicho baki. Watu wa mafungu katika wanaume ni hawa wanne niliowataja. Hawapo. Hata uende China, uende wapi, wakigawa mirathi, wanaume wanaopata mafungu ni hawa hapa: 1, 2, 3, 4. Hayupo mwingine. Ukidhibiti hawa na ukadhibiti jinsi wanavyorithi, wewe tayari ushapiga hatua ya mwanzo, kwamba mimi nawajua wanaume wanaorithi mafungu wako 4. Mume ana hali mbili, robo au nusu. Baba ana hali 3, anarithi sudusi tupu ikiwa kuna mtoto wa kiume, anarithi sudusi na kilichobaki ikiwa kuna mtoto wa kike, anarithi mali yote ikiwa marehemu hana mtoto. Babu ndio ile hali ya nani? Ya baba. Asiwepo tu huyu baba ile arithi. Huyu kaka wa kwa mama ule share naye mama mmoja. Kwa mtu ambaye kwamba hajachanganya mambo ya makokoo haya, kujua baba yake labda hajawahi kuoa sana, ngumu wakati mwingine inaweza kufahamu, lakini ufahamu mwepesi. Binadamu yote ima unakuwa na kaka halisa. Kaka halisa ni ule share naye baba mmoja mama mmoja. Kaka kwa baba ni ndugu zako kwa baba mmoja tu, na kaka kwa mama ni ndugu zako kwa mama, umeshare nao mama tu, lakini wao wana baba yao mwingine. Wale shekhe usije ukawadharau, ukiwaona ukasema siwatembelei. Wale ni warithi wako, lakini ili waingie kwenye mirathi yako, wewe marehemu uliokufa, usiwe na mtoto wa aina yoyote, wa kike wala wa kiume, wala usiwe na baba. Hazuiliwi na mama huyu. Mama hazuii mtu. Wenye tabu ya kuzuia watu ni mtoto na baba, ndio kazi zao wao kuzuia watu. Lakini wengine wote hawana kazi za zuiana. Huko mbele tutakuja kuona wanazuiana wenyewe kwa wenyewe. Lakini wenye mamlaka kwenye mirathi kuzuia ni mtoto na baba. Sasa baba anamzuia huyu harithi. Na sio huyu tu, ndugu yoyote kwenye mirathi haingii akiwepo baba na babu. Na ndugu yoyote kwenye mirathi haingii akiwepo mtoto wa kiume. Lakini mtoto wa kike, ndugu wa kwa mama anazuiliwa, ndugu wengine wa kwa baba na ndugu halisa hawazuiliwi na mtoto wa kike. Tumeelewana mashekhe? Wajukuu wanahesabika kama watoto. Yaani mtu kafa, anaye mjukuu wake wa mtoto wa kiume ni mmoja, akiwa ule mjukuu ni wa kiume au wa kike, zile hali anahesabika mtoto yupo. Mjukuu ni mtoto. Tumeelewana? Haya, sasa baada ya kuyafahamu hayo, sasa tunarudi kwenye ile darasa yetu tule achana nayo katika juma lililopita inshallah.
nistahimilieni, mtaelewa inshallah, na itakuwa sadaka kubwa hii. Mafungu yetu yako mangapi? Sita. Yako mangapi? Sita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ndio mafungu yenye kurithiwa haya. Fungu la mwanzo tulilichukua wiki iliyopita ni fungu la thumuni. Mjazani, fungu la thumuni la rithiwa na nani? Muona anavyochanganya sasa baina ya kakusudia mke lakini kamuita baba. Yeye kakusudia mke. Fungu la thumuni la rithiwa na mke. Mke ni upi? Mke wako. Ukifa wewe shekhe, mkeo fungu lake anorithi thumuni, lakini thumuni hiyo ile irithi wewe una watoto. Sawa misaidi? Ukiwa huna watoto robo. Alhamdulillah, neema hiyo. Haya, shekhe, thumuni tumeimaliza. Kuna mtu thumuni hajaielewa hii hapa. Thumuni hii gawa mali nzima igawe mafungu mangapi? 8. Haya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thumuni moja anachukua mke. Sawa? Ndio thumuni. Thumuni tumemaliza ya mwanzo. Twende ya pili shekhe. Nini? Haya tushasoma mazingatio, hatuna haja. Robo. Robo inarithiwa na watu wawili. Ni mke na nani? Na mume. Wanandoa wawili wanarithi robo. Hii hapa. Mume anarithi robo ikiwa yule marehemu mkewe ana watoto, na mke anarithi robo ikiwa marehemu yule mumewe hana watoto. Ili ni fungu la wanandoa. Sawa mjomba? Tumelimaliza fungu la kwanza, tumelimaliza fungu la pili, tumekwenda fungu la tatu. Hili hapa mashekhe, hili ndio fungu lenye utata ambalo nataka kila mtu alielewe, ambalo nini? Thuluth. Thuluth. Thuluthi, Sheikh Yusuf lina watu wangapi? Watatu. Thuluthi wawili. Hapo sawa. Asante. Thuluthi lina watu wawili. Nani? Mama ndio wa mwanzo. Wa pili nani? Ndugu kwa mama. Basi halina mtu mwingine hivi. Hawa ndio wanarithi thuluth. Hawa ndio wanarithi thuluth. Mama na ndugu kwa mama. Mama ili arithi thuluth, marehemu asiwe na mtoto, wala marehemu asiwe na ndugu zaidi ya ndugu huyu mmoja tu. Ndugu pande zote. Marehemu akiwa na mtoto, mama harithi thuluth. Mama nani? Usije ukachanganya miazani. Mama ni yule mama yako wewe, mama yako mzazi, yule alikuleta wewe duniani. Yule ukifa wewe mtoto ukatangulia ukastiriwa na mama yako, yule mama yako mzazi ni mrithi. Lakini ili akurithi wewe ana vitu viwili, ima akurithi thuluthi, ima akurithi sudusi. Anakurithi thuluthi ikiwa huna mtoto wa aina yoyote, uko peke yako, umekufa. Kama leo mtoto kijana bado mdogo, Khalfani huyu hapa asoma, mdogo, hana mke huyu, hana mtoto, ana vyuma, akafariki huyu, Allah mpe umri mrefu wenye kheri naye. Akifariki shekhe huyu leo, mzee Sefu ni mrithi wake na mama yake ni mrithi wake, sawa. Lakini yule mama atamrithi, harithi thuluthi, kwa vile huyu bwana ana ndugu wengi. Ninavyojua una ndugu wengi, sio? Ana ndugu wengi, ana ndugu zaidi ya wawili. Lakini lau kama angelikuwa na ndugu huyu mmoja tu, basi yule mama atabaki pale pale kwenye thuluthi. Sawa? Pazito mjomba. Yaingia huko. Mjomba waelewa vizuri, wajitia tu taki. Nani? Mjomba hayupo.
Jamani, mtu asione tabu kuuliza, asione aibu, uliza. Ukiwa kitu hujaelewa, mimi bwana hicho sijakielewa, hebu rejea tena. Ni bora uulize. Vipi, tuko pamoja? Haya, thuluthi ni ya mama. Mama ile arithi thuluthi. Marehemu yule aliyokufa asiwe na mtoto wala asiwe na ndugu wengi. Akiwa na mtoto, mama hana thuluthi, anatoka kwenye thuluthi anakwenda kwenye sudusi. Sudusi ni 1/6. 1/6. Ina maana thuluthi ni kubwa. Ukimtupa kwenye thuluthi umempa kiwango kidogo sana. Wa pili wanaorithi thuluthi ni hawa ndugu kwa mama. Ndugu zako kwa mama. Mama yako ana watoto wengine huko kwa baba mwingine. Wale ndugu zako kwa mama wakiwa wengi, ukifa wewe wanakurithi thuluthi. Lakini ili hawa warithi wana masharti mawili nimeyataja. Kusiwepo na baba na kusiwepo na watoto. Basi. Hakuna chengine. Kusiwe na baba, kusiwepo na watoto. Tukisema baba, ina maana babu pia. Tukisema watoto, ina maana wajukuu pia wasiwepo. Hili ndio kundi la thuluthi. Huyu mama haanguki kwenye mirathi. Huyu ndugu kwa mama hawa wanaanguka kwenye mirathi. Na wanaangushwa kwenye mirathi, wanaoangusha kwenye mirathi ni ndugu, ni watoto wa marehemu au ni baba wa marehemu, ndio wanaoangusha kwenye mirathi. Sasa baada ya kumaliza hili kundi la thuluthi, tunaingia kundi kubwa sasa lenye watu wengi. Lenye watu wengi. Ambalo hilo ni kundi la nusu. Naombeni hili kundi la nusu mtu atulize kichwa chake vizuri. Hii nusu na hii thuluthani wanaorithi hapa ndio wanaorithi hapa. Ukiwaelewa hawa wa nusu, umeelewa hawa wa nini? Wa thuluthani. Hawa wako watano wanaorithi nusu. Wa kwanza nani? Mume. Huyo sina haja ya kumuelezea tena, kama ameeleweka. Mume ni wa kwanza katika wanaorithi nusu. Wa pili anarithi nusu nani? Binti. Mashekhe, tukisema binti ni binti wa nani? Binti wa marehemu. Ili huyu arithi nusu, huyu ana masharti mawili. Awe peke yake, awe peke yake, awe peke yake. Mtu ana mtoto mmoja tu wa kike. Je, wakiwa wawili anatoka hapa anakwenda hapa. Tumeelewa na washefu? Akiwa mmoja anapata nusu. Wakiwa wawili wanapata nini? Thuluthani. Wakiwa watatu thuluthani. Wakiwa wanne thuluthani. Lakini akiwa mmoja peke yake anapata nusu. Kwa ili binti apate nusu atakiwa awe peke yake. Hilo ndo sharti la mwanzo. Sharti la pili, asiwe na kaka yake. Asiwe na kaka yake. Ina maana lau kama mtu anamekufa, ana mtoto wa kike mmoja na mtoto wa kiume mmoja, utasema mtoto wa kike apata nusu? Umpi tena nusu. Umpi tena nusu. Anapewa nini? Anachopewa, anaambiwa hii mali itakobakia mtachukua nyiwe wawili, mtakwenda kugawana, na kugawana kwenu lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Umeona ibni alivyomharibia mtoto wa kike. Sasa lau kama angelikuwa peke yake apata nusu, akiwa na ndugu yake wa kiume hapati nusu, wanapata wanakwenda kugawana. Sawa mashekhi? Kwa hiyo katika thuluthani nusu tumechukua wawili. Likiharibika sharti la hapa, mtu anakwenda hapa. Sawa? Mtu wa tatu anopata nusu ni mjukuu wa kike, lakini ametoka upande wa mtoto gani? Upande gani? Mtoto gani? Wa kiume. Mjukuu wa kike wa mtoto wa kiume, huyu anapata nusu ya mali. Wakati gani anapata nusu ya mali? Ana masharti matatu. Kwanza, awe peke yake. Wakiwa wawili wanatoka hapa wanakwenda kwenye thuluthani. Sawa masharti? Sharti la pili,
asiwe na kaka yake. Akiwa na kaka yake atatoka hapa, watagawana ile mali yote. Swali, je, huyu kuna mtu atakemzuia kwenye mirathi? Huyu ili arithi, kusiwe na mtoto wa kiume huko juu, kusiwe na mtoto wa kiume huko juu, baba yake au ammi yake asiwepo. Sawa hapo? Nazungumza lugha nyepesi. Baba yake au ammi yake asiwepo. Akiwepo baba yake, ina maana baba yake uko juu, hawezi kurithi. Akiwepo ammi yake, hata kama yule ammi yake ni ndugu na baba yake katangulia kufa, pia harithi. Sawa? Hilo la pili. La tatu, akikutana huyu na huyu, kuna binti na kuna mjukuu wa mtoto wa kike, wa kiume, mjukuu wa kike wamekutana, kuna mtoto wa kiume atamzuia, tumekubaliana, sio? Je, akikutana na binti, mtu kafa, ana binti mmoja huyu hapa, na ana mjukuu wa kike wa mtoto wa kiume, na ana mke, tutampa thumuni. Huyu binti yuko peke yake, tutampa nini? Nusu. Sawa mashekhe? Sasa kuna mjukuu huyu, ili nijue watu wamefahamu. Huyu akimuona huyu hapa binti, amuita nani? Shangazi yake. Sawa? Huyu shangazi yake. Ina maana huyu alikuwa na baba yake, kakimbia mirathi, kisha fariki. Sawa? Sasa marehemu aliyokufa hapa ni babu yake, huyu ni babu yake, ana binti yake na ana mjukuu wake. Sasa je, huyu mjukuu kakutana na binti, huyu mjukuu atapata nini? Kanuni hifadhi, akikutana na binti mmoja, yeye huyu mjukuu atapata sudusi. Watahesabika kama hawa ni wanawake wawili, kwa sababu nusu na sudusi unapata thuluthani, ndio ile pale wakiwa wawili. Sawa? Lakini hawa wakiwa wako wawili, huyu hana mirathi. Hawa mabinti wakiwa wako wawili, huyu binti akiwa na mwenzia na dada yake, huyu hana mirathi. Labda awe na kaka yake aliyekuwa kwenye daraja moja au zaidi ya daraja, kwa vile ana shida naye atamhitajia. Sio mchezo. Narejea tena, Yusuf mwenyewe ashika. Sio mchezo. Kwani turudi kwenye Riyadhus Salihin, aturudi tuchangamshe vichwa huko. Haturudi mpaka tutengeneze ile lengo letu tulojiwekea. Inshallah, na itafahamika taratibu tu. Mashekhe, katika wanaorithi nusu ndio watu waliokuwa wengi, wako watu 5. Ukiwafahamu hawa 5, itakuwa wewe umepiga hatua, kwa sababu itakuwa hawa wanaorithi nusu na thuluthani ndio hao. Yaani wanaorithi nusu ndio hawa wanaorithi thuluthani. Likiharibika sharti la huku, mtu enda huku. Kasoro huyu tu, huyu hendi huku. Lakini wengine wote nitakuwataja hawa 4 waliobakia, hawa wanakwenda huku. Sasa katika wanaorithi nusu ni binti wa marehemu anarithi nusu. Shetani haupo? Haya. Binti wa marehemu anarithi nusu. Mtu kafa na binti yake mmoja maskini kidogo. Alipokufa yule mzee, huyu binti yake kwa vile yuko peke yake anapata nusu ya mali. Lakini wale mabinti wale yule marehemu akifa, ana mabinti hawa 2 au 3 au 4, hawarithi tena nusu, wanakwenda kwenye nini? Thuluthani, 2 ya 3. Mtu kafa, ana watoto wa kiume na watoto wa kike, hakuna tena mambo ya nusu wala ya thuluthani. Hapo ni mali inagawanywa, wao wanaume kwa wanawake wanarithi kwa pamoja. Kuna swali hili hapa, sitakuwa tayari jamani, tumemaliza. Sasa tunakwenda kwenye huyu mjukuu. Mjukuu ni mjukuu wa mtoto wa kiume, lakini mjukuu huu ni wa kike, kwa sababu ikiwa ni mjukuu wa kiume hayumo kwenye mafungu. Kwenye mafungu tuliowataja wanaume wanaorithi mafungu ni wale 4. Mjukuu wa kiume hayumo. Yeye mjukuu wa kiume ni kama huyu mtoto wa kiume, kazi yao wao ni kurithi kilichobakia tu. Sasa mjukuu wa kike yeye yumo kwenye mafungu, na fungu lake lafanana kama huyu binti. Akiwa peke yake mjukuu wa kike wa mtoto wa kiume, akiwa peke yake,
anapata nusu ya mali. Wakiwa wawili au watatu, watatoka kwenye nusu, watakwenda kwenye thuluthani, 2/3. Swali, je, ikiwa hawa mabinti wapo hapa, kuna mabinti hapa, mtu kafa ana binti mmoja, akiwa ana binti mmoja na ana mjukuu, basi huyu binti atarithi nusu, huyu mjukuu atarithi sudusi, sawa? Lakini hawa mabinti wakiwa wawili, hawa mabinti wa marehemu wakiwa wawili, huyu mjukuu hana chake. Sheikh Yusuf, umeelewa? Umeelewa vipi Sheikh? Vipi? Ndio tupe vipi? Mjukuu wa kike ili arithi kusiwe na mtoto wa kiume huko juu. Hilo la mwanzo, hilo kila mtu analijua. Swali, je, kukiwa na binti mwenzie shangazi yake akiwepo juu, vipi mambo yatakuwaje? Shangazi akiwa mmoja, naye atarithi naye, shangazi atachukua nusu. Natumia neno shangazi ili kufahamishana, lakini asili yake tumuite binti wa marehemu. Atachukua nusu na yeye atachukua nini? Sudusi. Hawa mashangazi wakiwa wawili na kuendelea, huyu mjukuu hana chake, mali yote itarithiwa na hawa mashangazi 2/3. Mjukuu hana chake, isipokuwa huyu mjukuu ikitokea ana ndugu yake wa kiume, tena sio ndugu yake tu wa daraja moja, hata ndugu yake aliyokuwa chini ya daraja zaidi pia anaweza akamsaidia akaingia kwenye urithi. Kwa mfano ndio tutafahamu. Mtu kafa, mfano wa mwanzo unaotoa, ana binti mmoja huyu hapa, na ana mjukuu wa kike kwa upande wa mtoto wa kiume, sawa, na ana mke. Binti nusu, huyu nani mke thumuni, huyu mjukuu ana sulusi, sawa. Mfano huu tuotoa, mtu kafa ana binti wawili, binti zake ni wawili, na ana mjukuu na ana mke ana nusu, hawa wana 2/3. Huyu mjukuu hana chake, lakini lau kama huyu mjukuu atakuja na kaka yake, mjukuu wa kiume wa mtoto wa kiume, atamsaidia watarithi kitachobakia. Kwa hiyo hapa anamhitajia akamsaidia, na tena sio tu wa daraja moja, mpaka daraja ya chini yake anaweza pia akamsaidia. Na mjukuu wa mjukuu kichukuu, lakini kiwe cha mtoto wa kiume atamuhitajia, kwa vile huyu hapa alikuwa hasirithi, haingii kwenye mirathi, lakini kwa vile anataka ingie kwenye mirathi, anahitajia msaada wa mtu yote amsaidie, mjukuu wa kike. Unaelewa hapo eh? Kwa hiyo mirathi ya binti na mjukuu wa kike, mirathi yao ni kama ifuatavyo. Huyu bwana ana nusu akiwa peke yake, akiwa hana ndugu yake kaka yake. Huyu binti huyu mjukuu wa kike wa mtoto wa kiume ana nusu akiwa peke yake, asiwe na kaka yake. Je, wakikutana hawa wawili, kafa mtu ana binti na ana mjukuu, akiwa binti yuko peke yake, binti atachukua nusu na mjukuu atachukua nini? Sudus. Lakini hawa mabinti wakiwa wako wengi, wako wawili na kuendelewa, hawa wajukuu wa kike hawana chao, labda wawe na kaka yao wa kiume ndio atakayewasaidia kuingia kwenye mirathi, bila hivyo hawaingii kwenye mirathi. Said vipi? Ndipo bado
Sasa bado wewe haya. Ukishe kwenda kwa upande wa mwanamke tu cancel hawaendi sasa mke, binti, ndugu, dada wa kike. Vizuri, dada wa kike halisa na marehemu, sio ndio? Hivyo imeisha. Huyu mke ana thumun, huyu binti ana nusu, na huyu hapa anachukua kilichobakia. Si ndio waliokuwepo hao tuliotafuta? Basi hakuna nini kaka halisa, wala hakuna mjukuu wa upande wa mtoto wa kiume. Basi hiyo kuna hadithi ya Mtume inasema al-akhawati ma'al banati asabati, wanapokutana madada na mabinti wanakuwa wanarithi kilichobakia, wanamaliza. Hairudi tena kwa huyu hapa, hairudishwi kwa huyu, yarudishwa kwa huyu kilichobakia. Inaitwa sio lazima. Kama hapa si huyu ndo aliyomaliza mirathi. Mwanamke amalizi mirathi ni kwamba haitwi asaba, haitwi mrithi wa kilichobakia chote. Hata kama atarejeshewa kilichobakia, yaitwa amerejeshewa, lakini sio kama kayamaliza, kwa vile tumekosa warithi tu fil asli. Lakini fil asli hamalizi kweli. Huyu hapa anarithi kilichobakia, na ambacho hapa kilichobakia kipo. Yani kuna madada na makaka wanarithi kwa pamoja, wanagawana. Lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Yani ikiwa mmeleta mfano huu, maana yake nyie sasa tushataka kuelewa moja kwa moja. Ngoja niwape mfano. Mashekhe, nusu ina mume wa pili nani? Binti. Binti hajulikana. Stari. Jamani, kuna mtu hajamjua binti? Said, ushamjua binti? Binti yako yule anakurithi wewe, ukifa nusu ya mali yote anaichukua yeye, akiwa peke yake, asiwe na dada yake, asiwe na kaka yake. Basi akiwa na dada yake, mtoe kwenye kundi la nusu, mpeleke kwenye kundi la thuluthani. Mashekhe, katika yale makundi sita yanarithiwa, mkumbuke hili tumemaliza, hili tumemaliza, hili tumemaliza. Tukilifahamu hili na hili hapa tumelifahamu, ina maana itakuwa sisi kiporo chetu kilichobakia ni hichi kimoja tu, wala hakisumbui hichi. Haya, sasa tuna binti mjukuu. Hafidh, lete ile ramani kule ili watu wamuone huu mjukuu. Unajua kuna watu hawajamfahamu huu mjukuu. Mashekhe, umeona huyu ni mtoto huyu. Ile nyingine sio hii. Ile anawake. Umeona huyu ni binti wa mtoto wa kiume. Kaeleweka? Ndio nimemzungumza hapa. Yusuf, umemfahamu? Binti wa mtoto wa kiume ndio nimemzungumza hapa. Huyu binti wa mtoto wa kiume ana hali ya kurithi nusu endapo atapokuwa yuko peke yake. Akiwa yuko peke yake anarithi nusu. Akiwa na kaka yake watashirikiana pamoja. Wakiwa wako wawili watatoka kwenye nusu, watakwenda kwenye thuluthani. Sawa mashekhe? Ina maana huku kwenye thuluthani sisi tuna watu 4 tumesema kwenye thuluthani. Tuna watu 4 wenye kurithi thuluthani.
Tumemmaliza binti wa kwanza, wa pili mjukuu. Sasa hii kanuni ifahamike. Hapa kwenye hii kanuni hii ndio nataka udhibiti sasa. Akikutana binti mjukuu na binti wa marehemu, mjukuu wa kike na binti wa marehemu, wakikutana kwenye mirathi, wakikutana, marehemu ana binti yake na ana mjukuu wake, wakikutana, mabinti wa marehemu wakiwa wawili, mjukuu hana chake. Binti wa marehemu akiwa mmoja atapata nusu, huyu atapata nini? Sudusi. Nini maana yake? Nini Qur'ani imetuambia hivyo? Maana yake huyu binti akiwa mmoja na huyu binti akiwa huku yuko ni sawa sawa na nusu, ukijumlisha sudusi unapata nini? Thuluthani. Ni sawa sawa, hawa wamehesabika daraja moja. Yusuf, umeelewa? Yaani huyu akiwa peke yake anachukua nusu, na hawa wakiwa huku wapo, wakikutana na huyu wanachukua sudusi. Hata wawe wangapi wanachukua sudusi. Lakini hawa mabinti wa marehemu watapokuwa wako wawili, huyu binti huku chini hana chake, labda awe na kaka wa kumsaidia ndio ataweza kurithi. Lakini akiwa yuko peke yake hivi vikavu hawezi kurithi hata siku moja. Sawa? Kwa nini alipokuwa huyu peke yake tumempa nusu na huyu tukamsaidia kurithi? Kwa sababu binti na binti mjukuu wamehesabika kama ni daraja moja, na hawa wakiwa wawili kama tulivyosema wanatoka kwenye nusu wanakwenda kwenye thuluthani. Sawa mashekhe? Ndio maana kwenye mirathi wanaita huyu atarithi nusu na huyu atarithi sudus takmilatan lithuluthaini. Maana yake wanakamilisha ile thuluthi mbili, wamehesabika kama vile daraja moja. Lakini lau kama marehemu ana mabinti wawili, mabinti hawa wawili, na ana mjukuu wa kike, mjukuu wa kike ana chake? Hana chake. Marehemu ana mabinti wawili na ana mjukuu wa kike na mjukuu wa kiume, wanarithi hawarithi? Wanarithi, kwa vile yuko na mjukuu wa kiume atamsaidia huyu mjukuu wa kike kuingia kwenye mirathi. Sawa mashekhe? Lakini marehemu ikiwa ana binti na ana mtoto wa kiume na huku chini kuna mjukuu wa kike na mjukuu wa kiume, wanachao wale. Mzee Fauzi atikisa kichwa ngoja kwa ngoja, kwa sababu kisha msikia kuna mwanamume huko juu, mtoto wa kiume ajua hamna kitu tena. Sawa mashekhe? Tunakwenda mtu wa tatu. Mtu wa tatu anerithi nusu ni dada halisa. Dada halisa. Dada halisa. Kila mtu ana dada yake halisa. Una dada yake, yule ana dada yake. Mimi nikitokea mimi leo nimekufa, nijue kwamba dada yangu ni mrithi wangu, ananirithi mimi. Jua hivyo, dada yako halisa ni mrithi wako, anakurithi. Lakini je, anaingia kwenye mirathi kukurithi wewe hivi hivi? Sio hivi hivi tu. Masharti ni yale yale. Asiwepo baba, asiwepo mtoto wa kiume wako. Akiwepo baba, akiwepo mtoto wa kiume, na abakie tu kulia kumalizia machozi yake. Lakini sasa swali linakuja, ndio lile liloulizwa na mjomba. Ikiwa mimi nina mtoto wa kike, hapa tulisema kwenye binti na mjukuu kunapokuwa na mtoto wa kike, huyu nusu, huyu sudusi. Je, kukipatikana binti na dada halisa, urathi unasemaje? Dada atarithi kitachobakia. Dada atarithi kitachobakia. Dada hazuiliwi na mabinti. Dada hazuiliwi na mabinti. Dada anazuiliwa na watoto wa kiume. Dada anazuiliwa na watoto wa kiume na baba. Lakini mabinti zako hata wawe 200 umewazaa, hawana uwezo wa kumzuia dada yako halisa. Aliokuwa na uwezo wa kumzuia dada yako halisa asikurithi wewe ni baba yako na mtoto wako wa kiume au mjukuu wako wa kiume. Lakini sijui mjukuu wa kike, sijui mtoto wako wa kike, hawana uwezo huo. Sawa Sheikh? Tumeelewana? Niulize swali. Mtu kafa, ana dada halisa
ana binti wawili na ana mjukuu wa kike kwa upande wa mtoto wa kiume na ana mke. Mimi nakumudu wewe. Huyu mke usimgaie mirathi yake. Najua wamjua. Twende kwa hao wengine. Huyu mke ana ngapi? 1/8 kwa sababu kuna binti 1/8. Haya. Binti wako wawili hao. Thuluthani. Haya. Kuna mjukuu wa mtoto wa kike hapati kitu. Dada halisa kilichobakia. Lau kama huyu angelikuwa na kaka yake, akiwa na kaka yake, hao ndio watorithi kitachobakia, huyu hana chake. Kwa sababu daraja ya watoto iko juu, daraja ya madada iko chini. Tumeelewana vizuri mashekha? Haya, mfano mwingine, amisaidi wako sasa. Hivyo mume mtu kafa kacha dada halisa. Ana kaka halisa pia. Haya, mume ana ngapi? Nusu. Asante. Dada halisa na kaka halisa usiharibu kilichobakia, kwa sababu tumesema katika watu wanaorithi nusu, wa kwanza ni binti, wa pili ni mjukuu wa mtoto wa kike, mume, binti, mjukuu wa kike wa mtoto wa kiume, watatu ni dada halisa, wanne ni dada halisa. Dada halisa ili arithi nusu, sikiliza masharti yake, awe peke yake. Wakiwa wawili wanatoka kwenye nusu wanakuja kwenye thuluthani. Akiwa na kaka yake watarithi kwa pamoja, sawa? Anazuiliwa na nani kwenye mirathi? Anazuiliwa na baba na mtoto wa kiume. Akikutana na binti inakuwaje? Wanakuwa yeye anarithi kitachobakia. Yaani jiulize maswali tu. Dada halisa anarithi nusu wakati gani? Atapokuwa peke yake. Je, wakiwa wawili wanatoka kwenye nusu wanakwenda kwenye thuluthani. Je, akiwa na kaka yake watarithi kwa pamoja. Nani anemzuia dada halisa kwenye mirathi? Ni baba na mtoto wa kiume. Tukisema baba tukusudia na babu, tukisema mtoto wa kiume tukusudia na mjukuu wa kiume. Swali, je, akikutana na hao wa juu yake huku, mjukuu wa kike wa mtoto wa kiume na binti, wao hawamzuii kwenye mirathi, bali yeye atasubiri kitachobakia. Tofauti na huyu mjukuu wa kike alizuiliwa na huyu nani? Binti. Yeye huyu hana uwezo wa kuzuiliwa na hawazuiliwi. Wa mwisho katika anayerithi nusu ni dada wa kwa baba. Dada wa kwa baba. Tulivyoiona mirathi ya huyu binti na mjukuu ndio ilivyo mirathi ya dada halisa na dada wa kwa baba. Tulivyoiona mirathi ya huyu binti na huyu mjukuu wa kike wa mtoto wa kiume ndio mirathi ya dada halisa na dada wa kwa baba. Kwa maana huyu dada halisa akiwa mmoja anapata nusu, huyu anapata nini? Sudusi. Sawa? Hawa wakiwa wawili dada halisa, huyu hana chake, labda awe na kaka yake ndio anaweza kumsaidia kuingia kwenye mirathi. Narejea tena. Dada halisa, binti na mjukuu ndio mirathi ya dada halisa na dada kwa baba. Yafanana vile vile kila kitu. Tutoe mfano. Mtu kafa, ana binti, ana dada halisa mmoja na ana dada
wa kwa baba, kwa baba na ana mke. Haya, twende Yusuf, twende hivyo. Mke jamani, mke 1/8. Binti yuko peke yake, nusu. Hii hapa. Dada halisa, kilichobaki anakichukua yeye. Huyu dada kwa baba basi hamna kitu tena, kishimalizika. Arithini tena. Na huyu angekuwa yuko peke yake angepata nusu, lakini huyu kisha kwa asaba tayari hapa, huyu hana nini, hana chake. Sawa. Lakini lau kwa mfano sisi tuchukulie mfano huyu binti hayupo, una dada halisa na dada wa kwa baba ndio alionao marehemu. Huyu ana ngapi? Nusu. Huyu sudusi. Sheikh Saifu vipi? Sudusi. Sawa. Lakini lau kama hawa watakuwa wawili, huyu chini hapati kitu. Sawa. Lakini je, huyu akiwa na kaka yake kwa baba atamsaidia, watarithi kwa kilichobakia. Sawa. Sababu watachukua hawa thuluthani, hawa watachukua kilichobakia. Hawa ndio warithi wa nusu na ndio warithi wa thuluthani. Fungu lilobakia ni fungu la sudusi jepesi kabisa. Hili ndio latoa jasho hili la nusu na thuluthani. Sheikh nifutie nifanye mulakhas tupate kumaliza kuswali tena. Ndugu zangu, naam, ndugu wa kwa mama, ndugu wa kwa mama. Hapo tufanya aliyokufa nani? Hapo hawezi kwenda, haji hapo. Hapo hawezi kuja hapo. Kwa sababu yeye hahusiani na yule nani, yule nini, yule mzee yule aliyekufa. Hahusiani naye yule marehemu aliyokufa. Yule hahusiani naye hapa. Mashekhe, katika watu wanaorithi nusu Sefu, betri yako imesha au mmezima? Na tena nazidi kuwahamasisha, nawaambieni haya makundi 6 haya yakidhibitiwa, mirathi imeisha. Na tutoeni jasho tudhibiti haya tu. Huko mbele ni hesabu tu. Sasa tuagawa vipi ile mirathi basi. Lakini haya makundi 6 ndio kwenye kazi. Na sio kama kuna kazi kubwa. Kazi yake nyepesi tu. Sisi, wewe kundi la thumuni ushalijua mtu. Kundi la robo ushalijua. Kundi la thuluthi ushalijua. Ukidhibiti nusu na thuluthani, kilichobakia ni hichi hapa sudusi, ambao ndo darasa ya wiki ijayo. Sudusi tu hii tutaisoma wiki ijayo. Leo tumalize hii nusu tuidhibiti. Yaani hakikisha leo tumeidhibiti nusu, umeijua. Nisikize kwa mara ya mwisho. Wanurithi nusu wako 5. Hilo la kwanza. Nani wa mwanzo ni mume. Mke hayumo Sheikh. Kwenye nusu hayumo. Usisukube saidi. Kuna mtu hajui mume wakati gani anarithi nusu. Mzee Shaibu, umekula shelsheli huko mpaka umerudi hapa sijui miezi mingapi. Mume wamjua tare. Wa pili anarithi nusu ni binti. Kuna mtu ambaye hamjui binti yako, lakini kwa sharti awe peke yake. Akiwa yuko na mwenziwe, mwanamke mwenziwe, binti mwenziwe, una mabinti wawili,
hawatopata tena nusu, watakuja kwenye nini? Thuluthani. Mabinti wawili na kuendelea wanapata thuluthani. Wakishakuwa wawili na kuendelea wanapata nini? Thuluthani. Lakini akiwa mmoja, mweke hapa kwenye nusu. Swali, je, akiwa na kaka yake shekhe? Akiwa na kaka yake hakuna nusu wala thuluthani. Mali inagaiwa kwa hasibi ya sheria, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Paka hapo sawa? Watatu ni mjukuu. Huyu mjukuu tunemzungumza ni mjukuu wa kike. Mjukuu wa kiume hayumo kwenye mafungu. Mjukuu wa kike. Huyu mjukuu wa kike ili apate nusu atakiwa awe peke yake. Akiwa na mwenziwe atatoka kwenye nusu, atakuja kwenye thuluthani. Sawa? Je, akiwa na kaka yake mjukuu wa kiume au mtoto wa kiume, mali itagaiwa pasu kwa pasu. Swali linakuja, ili huyu aingie kwenye mirathi, huku juu kusiwe na mtoto wa kiume huko. Hilo la kwanza. Swali jingine, je, kukiwepo na binti huku, hapo maswali yagawe sehemu mbili. Huyu binti akiwa mmoja, huyu binti aliyokuwa juu akiwa mmoja, binti atapata nusu na yeye atapata nini? Sudusi. Ili ikamilike zile thuluthi mbili, wamefanywa kama vile wao ni daraja hii moja, isipokuwa huyu kapewa sudusi, huyu kapewa nini? Nusu. Lakini lau kama hawa mabinti watakuwa wawili wa marehemu, huyu hana chake, labda aje na msaidizi wake mjukuu wa kiume amtetee, ndio atamsaidia mjukuu wa kiume. Lakini hayo yote yafanyike huku juu kusiwe na mtoto wa kiume. Kukiwa na mtoto wa kiume hata aje na nani? Sawa mashekhe? Wanne anarithi nusu. Dada yako halisa, ulizaliwa naye baba mmoja mama mmoja, yule anakurithi mali yako nusu. Mtu usije ukashangaa, usishtuke. Baba yako asiwepo wala usiwe na mtoto wa kiume. Basi baba yako asiwepo wala usiwe na mtoto wa kiume, ndio atachukua nusu. Je, mkiwa na mtoto wa kike? Mtoto wa kike atachukua anachorithi. Kama wako wengi atachukua thuluthani, kama yuko mmoja atachukua nusu, yule dada atachukua kilichobaki. Ndio lile swali lako. Sawa? Wa mwisho anerithi nusu, dada yako wa kwa baba. Dada yako kwa baba akiwa peke yake atapata nusu. Akiwa na mwenziwe dada wa kwa baba, watashirikiana kwenye ile mali. Kilichobakia baina ya mirathi ya dada halisa na dada kwa baba ndio mirathi ya binti na huyu nani? Mjukuu. Dada wa halisa akiwa mmoja atapata nusu, huyu atapata nini? Sudusi. Hawa wakiwa wawili watachukua thuluthani, huyu hana chake, labda aje na ndugu yake wa kiume, kaka yake wa kiume. Hiyo ndio mirathi ya nusu na thuluthani. Thuluthani ni kubwa. Thuluthani nani liweke? Yeke thuluthani uone. Hiyo hapo thuluthani. Hana mtoto wa kiume. Ana watoto wa kike tu watatu. Wale watoto wa kike tutawapa thuluthani. Kuna warithi wengine? Sasa twende. Yeye hana baba, hana mama, hana ndugu halisa, hana ndugu kwa mama, hana ndugu kwa baba, hana. Basi wale ndio warithi wa ile mali. Wote wataichukua wao. Hakuna mwingine atakayeingia. Lakini tupige tochi tuangalie kwanza, hana ndugu halisa, hana ndugu kwa baba, hana ndugu kwa mama, hana watoto wa kaka yake halisa. Mpaka tupige tochi ile ramani tuleiweka ile. Tukiwakosa wote wale watachukua thuluthani. Ana mtoto wa kike
wa mdogo wake wa mtoto. Ana mtoto wa kike, sio mtoto wa kiume. Mtoto wa kike wa mdogo wake wa kiume, huyo haingii kwenye mirathi, haingii. Wale mtoto wa kike haingii. Mashekhe, tuko pamoja? Nusu imeeleka na thuluthani imeeleka. Jamani, kuna swali vipi? Naso fresh Sheita vipi? Jamani, kuna swali lolote? Muda umekwenda. Pressure hayupo, tupate kuadhini tuswali. Kwa hiyo katika fungu tulilobakisha mashekhe ni hili hapa. Bas, ukiwa hujaelewa hili la nusu na thuluthani yanaingiliana. Ukielewa moja ushaelewa la pili. Lilobakia ni hili la sudus. Wiki ijayo inshallah tutakuwa nalo. Tukimaliza hili sasa, sisi tutaanza kufanya nini? Mazoezi tu, alafu ndio tuingie kwenye mambo mepesi, tuingie kwenye hisabu inshallah bidii. Mirathi imekwisha. Popote tutapokwenda ndio hivyo hivyo. Sheikh, tupe adhana tupate kuswali.